Kama ambavyo wengi tunashuhudia, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la habari potoshi, habari za uzushi ambazo zinawafanya watu washindwe kufanya maamuzi sahihi, na wengine hata kuathirika kiuchumi, kisaikolojia na hata kuleta mambo mengine ya rabsha katika jamii. Suala la taarifa potofu au upotoshaji kwenye taarifa ni suala ambalo linaweza likamfanya mwananchi ashindwe kushiriki kikamilifu kwenye demokrasia na hata kwenye shughuli zake za kawaida. Na hii imeanza kuongezeka sana miaka hivi karibuni kwa sababu ya kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia hasa ya internet na simu janja. Kama wanahabari tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunapambana na swala hili. Nia na madhumuni hasa ya kuandaa programu hii ni kwamba kumekuwa na usambaaji mkubwa sana wa taarifa potofu ama taarifa potoshi ambazo zinazalishwa mitandaoni kila siku. Leo hii tunafanya kazi hapa leo kuwajengea uwezo waandishi wa habari na vyombo vya habari kwenye eneo la namna ya kubuni na kuvumbua suluhisho kwa tatizo la taarifa potofu na upotoshaji. Kufika kwetu katika mafunzo haya au warsha hii imekuwa ni sehemu ambayo inatujenga, inatupa mbinu ya kuweza kutambua habari ambazo zimekuwa si sahihi, lakini vile vile njia bora ya kuweza kuwafikishia taarifa sahihi wananchi au jamii. Matarajio yangu katika mafunzo haya ni kujifunza mambo ambayo mengine nilikuwa siyajui, lakini mengine nilikuwa nayafahamu, lakini kuongeza uwezo zaidi ili mambo hayo kwa pamoja yaweze kunisaidia katika kufanya kazi yangu ya uandishi wa habari hasa katika eneo la mazingira. Kufanikiwa kushinda ni jambo la kushukuru, na ni jambo la kushukuru kwa wote, yani participants wote, kwa sababu kila mmoja kachangia kwa njia yake wewe kushinda, kwa sababu ulipokaa pale kuna mawazo ya mtu aliyatoa ukayapata, kuna mawazo yako ambayo uliyatoa wenzako wakayapata, lakini kubwa zaidi huu ushindani sio ushindani wa kwako pekee, ni ushindani wa jamii, kwa sababu unapoenda sehemu, kwa mfano mimi nimekuja hapa na represent Geita. Je, nitakaposhinda wale watu wa Geita naenda kuwafanyia kitu gani? Unachochakata, unachoandika, unachotangaza lazima kiwe na uthibitisho. Na kama tunafahamu sasa hivi teknolojia imekuwa, watu wamekuwa wakitengeneza taarifa ambazo zisizokuwa sahihi na jamii pia wamekuwa wakizipata hizo. Kwa hiyo kuomba kwa haya mafunzo sababu kubwa ni kutaka kujua zaidi juu ya taarifa zilizokuwa sahihi na taarifa ambazo zisizokuwa sahihi, kwa maana tuweze kuzitofautisha. Mimi kama mwandishi, mimi kama mtangazaji, na niweze pia kuelimisha jamii kwamba taarifa hizi ni sahihi na hizi sio sahihi. Kwa sababu moja hapo ni pamoja na hiyo. Okay, tunaamini kuwa malengo yetu kama gazeti ni kuendelea baadaye kuja kuwa hub ambayo wananchi wataitegemea, lakini mbali na wananchi hata vyombo vya habari. Tunajua kwa Tanzania na vyombo vingi vya habari hususan online blogs ambazo sio kila chombo kina uwezo au kina maarifa au kina watu ambao wanaweza kuchakata data na kutoa taarifa zinazoweza kusaidia wananchi. Sababu lengo sisi wote kwenye maeneo mbalimbali tupo hapa kwa ajili ya kusaidia jamii yetu. Programu hii inasaidia kutimiza malengo yetu kwa sababu tulikuwa na mpango mkakati wa kuweza kufanya hivyo, lakini mwisho wa siku ile elimu zaidi ya kuweza kutekeleza kile ambacho tumekibeba kidogo, tulipokuwa tumekomea tukaona tuko sawa, lakini kumbe kuna vitu tulikuwa tunahitaji kuvipata. Lakini bahati nzuri IMOS wamesaidia pakubwa sisi kwenda kuelewa na kutupa njia ya wapi tunapoanzia, wapi tunapoenda. Wakati mwingine mtu unaweza ukakaa ndani ya jamii ukajua nitatue tu tatizo moja kwa moja, lakini kumbe hujui mgogoro, hujui namna ya kuuendea, haujui namna ya kwenda kuutatua. Lakini sisi tumepata bahati hiyo ya kuhudhuria mafunzo hayo, na amini kabisa inakwenda kutusaidia pakubwa, kwa sababu tulikuwa na kiu kubwa mno ya kwenda kusaidia jamii kupitia hayo. Wafanye sana, yani waandae nyingi, lakini pia licha ya kuandaa nyingi, basi waweze kuwakutanisha watu wengi, yani jamii bado ina uhitaji, licha ya kwamba jamii ina uhitaji wale watu ambao wapo kwenye mfumo, yani namaanisha kwenye mfumo wa media ama mawasiliano, bado wana uhitaji mkubwa sana. Hawaelewi hichi kitu ambacho kimefundishwa hapa, mambo ya misinformation ama fact checking.
tunachotarajia ni kwamba hawa waandishi huu uwezo ambao tunawajengea kwa sasa hivi wataendelea kuutumia, wataendelea kubuni vipindi inawezekana, au kuangalia utaratibu wao wa kazi na namna ambavyo huu utaratibu unaweza ukaimarika zaidi, ili suala la taarifa potofu na upotoshaji kwenye taarifa linashughulikiwa au linatatuliwa. Jamii ifanye maamuzi sahihi kwa kupata taarifa sahihi. Kunapokuwa na taarifa potoshi, manake hata maamuzi ya jamii wanaoipata ile taarifa yanakuwa mabovu vile vile. Sasa ni kwa namna gani waandishi wa habari wanaweza wakatengeneza project ama program maalum ambazo zitawaelimisha wananchi namna ambavyo taarifa potofu zilivyombaa zinavyoathiri jamii, lakini pia kuto kushiriki kueneza taarifa potofu. Sasa ni kwa namna gani tunatumia mbinu hii walizonazo waandishi wa habari ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapunguza ama tunaondokana na uwepo wa taarifa potoshi mtandaoni ama taarifa potoshi kwenye vyombo vya habari na sehemu nyingine. Manya lagu mugula woro sida